Ndugu zangu, tumemaliza uchaguzi. Uchaguzi ulikuwa sio rahisi. Tukapata madiwani hao mnaona hapa, tukawapata wabunge, tukampata na Mheshimiwa Rais kupitia chama chetu. Tulipo kwenye uchaguzi kule, mwenyekiti, diwani, viongozi wa chama wengine sawa kuunga mkono, si ndio bwana? Lakini wale wote walipambana wewe kuhakikisha unashinda, uchaguzi umeisha. Kwanza tunataka kufanya wana CCM ni kuwaacha sasa waende kama mbwa koko, yani akajitafutie chakula. Akipigwa mawe shauri lake, akirudi ameumia shauri lake. Ndio haya walizungumza kwamba unakuta kiongozi wa chama wa serikali anachafuliwa, kiongozi wa chama anashabikia na mwana CCM anashabikia. Hiyo ndio laana tunataka tuitoe leo. Ndugu zangu, tumemaliza uchaguzi wa serikali za vijiji. Mimi sijapata changamoto sana, lakini nimeikuta wilaya zingine. Tumemaliza kufanya uchaguzi wa vijiji, tumewachagua wana CCM wenzetu. Lakini sasa hivi mchakato unatokea, wao wana CCM ndio wanataka kuiondoa kwenye vitu vijiji na vitongoji. Hivi wewe akukupa hiyo nafasi, wewe ni Mungu ukosei? Hata Mungu angepata bahati tu watu wanamuona vangaza kumkosoa hata Mungu. Sasa tuna ajenda kubwa sasa hivi. Watu kwenye mitandao wanamchafua rais, wanachafua bunge wetu, wanachafua madiwani. Hii ndio tutakoja kusema leo rasmi kwamba kwa Manyara mwisho na mwanzo. Ili iwe mwisho na mwanzo, kwa tufanyeje? Kwanza kila mwana CCM atambue kwamba ana wajibu wa kuilinda serikali na viongozi wake. Niwaambie, unaposema kiongozi wa serikali haimaanishi rais peke yake. Rais na wasaidizi wake wote. Kuna mamlaka sisi tunayo hatuyatumii. Kamati ya siasa ikiongozwa na mwenyekiti wa ngazi yoyote inaruhusiwa kumuita mtumishi yoyote wa serikali kuzungumza naye. Na mkitaka wapinzani watuchukie, tusifiane. Madhaifu yetu yaishie ndani. Kwa hiyo tukikuta mtu anamzungumza kiongozi wa ngazi yoyote wa serikali vibaya, wana CCM tuchukie na tusikae naye. Ndugu zangu wana CCM, tuna kazi kubwa ya kumlinda rais kwa nguvu zote tunazokuwa nazo. Mimi niwaambie, inawezekana pia na nyinyi mjui. Saa nyingine wengine ni wadogo sana. Kuna wazee hapa. Hakuna kipindi ambacho fedha zimekuja Hanani tokea dunia hii imeanzishwa kama kipindi cha Mama Samia. Lakini je, hii ndio nini tunasema? Hii ndio nini tunamlipa? Yaani haya ndio yanastahili kulipwa? Ndio yanastahili kulipwa haya? Sasa wale wenzetu wanachomlipa ndio wanachokitaka. Sisi za vitu mlipe wema na upendo. Tukisikia kuna viashiria hivyo vyote vya fujo, toa taarifa kwenye mamlaka husika mapema. Tusipuuze. Tulipuuza Dar es Salaam, masheria yamechongwa. Manyara hatukupuuza. Tunawashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama, wafanya kazi kubwa sana. Jambo lingine ambalo limeleta hapa ni kuhusiana na nadhani zoezi lishaanza. Mwenyekiti wa chama, unajua kuna watu wengi wana maono na mawazo mbalimbali, lakini lazima tunachokianzisha lazima tukimalize. Ukioa mwanamke au ukioa mwanamke, lengo lako kubwa ni watoto. Ukikosa ni mambo ya Mwenyezi Mungu tu, lakini ukikosa lazima ujikaze kwa gharama yoyote ile mpaka upate. Utaenda hospitali utashindwa, utaenda kwa waganga kienyeji utashindwa, utakwenda kwa waombezi nani utashindwa. Unapambana kupata nini? Ndio lengo. Tofali umelifyatua lazima likauke.
Sisi tumeanzisha ujenzi pale mkoani. Walioanzisha ujenzi ule ni wana CCM mjini. Kwa kipindi ambacho tuko sisi viongozi wote hapa, lazima tukamilishe. Ili kwa kutoka jasho, kwa kutoka damu, lazima tukamilishe. Tukaja na mkakati maalum. Na huo mkakati wa 8 ndio umeupenda kuliko wilaya zote. Kwa natarajia utatekelezeka vizuri. Mkakati mmoja wapo, tukatafuta mgeni rasmi. Tumepata kiongozi mkubwa wa chama kitaifa. Ili kukamilisha ule ujenzi unahitaji milioni 40,450. Milioni 450 tukisema tutafute sisi wenyewe tutoboi. Kwa mkakati tunauweka hivi. Tuanze na viongozi wetu wa ngazi ya chini. Inamaanisha wale mabalozi. Tukiamini kama balozi mmoja ili awe na sifa ya kuwa balozi anatakiwa awe na wanachama na 30 na kuendelea. Kila mwanachama atuchangie shilingi 1,000. Hapo kila ubalozi, kila tawi ituchangie shilingi 30,000. Kila tawi tuchangie shilingi 30,000. Ukipiga 30,000 mara matawi yetu yote 700 na unapata milioni 70. Milioni 70. 70. Alafu tukasema hizi kata, kwa sababu kata hizi tumezipa zina kazi, zinaheshimiwa hawa. Ndugu yangu kwenye maisha, vyo vikubwa ni hivi viwili, na ukivipata lazima uvilinde kwa gharama kubwa sana, usiviachie. Cheo cha kwanza mheshimiwa, na hapa mheshimiwa ni hawa hapa tu, hawa jamaa na hapa juu. Huyu mwenyekiti pamoja na umbo lake na nini, lakini mwisho wake hapa ni ndugu mwenyekiti. Pale anaitwa mheshimiwa diwani. Cheo pekee alichobakisha hapa ni kimoja tu, ambao ni hamna, marehemu. Hivyo ndio vyo ambavyo lazima tuvipate, ndio tunavyovitafuta. Ni waheshimiwa madiwani, kwenye uchaguzi wenu mna wadau wengi sana, mkishirikiana viongozi wa chama. Tukasema mheshimiwa diwani pamoja na kamati ya siasa na watu wake wale wa chini watutafutie shilingi 500,000. Madiwani, pigeni makofi ya chanulo mbaya waheshimiwa. Haimaanishi kwamba hii kazi ni ya mheshimiwa diwani, inamaanisha kwamba hii kazi ni ya mwenyekiti wa CCM wa kata pamoja na wasaidizi wake wote. Wenye viti wewe pale, kila kata tuchangia shilingi 500,000. Na tumeweka mkakati huu unatakiwa uishe tarehe 20, kwa sababu tunatarajia mwisho wa mwezi huu tunaanza rasmi Harambee. Mgeni rasmi na tarehe kuja, na sisi pamoja na kuomba kitu mtu masharti atakuja na shilingi milioni 100. Tumemwambia tunaomba mchango wako usipungue milioni 100. Akasema pia nitapambana. Lakini tukapata wadau matajiri mbalimbali na nini, tukakusanya shilingi milioni 450. Hiyo 450 tunaipata kupitia wana CCM, wadau na watu wengine mbalimbali. Tunataka mwaka huu ndio mwaka wa kutengeneza lile jengo, tukamilishe, shughuli zingine ziendelee. Nipigeni makofi basi jamani.